Habari yako, mimi ni Mwalimu Anna Shoma na ninafurahi tena kuzungumza na wewe na kukutana na wewe hapa ambapo tunabadilishana uzoefu kuhusiana na masuala ya malezi pamoja na ualimu. Leo nataka niongee na mwanafunzi hasa katika kipindi hiki cha likizo na jinsi gani unavyoweza kutumia muda wako kujiongezea thamani au kuupa thamani muda wako kwa ajili ya faida ya sasa na ya baadaye. Mara nyingi kipindi cha likizo ni tunakichukulia kwa haraka kama kipindi ambacho ni chakula bata, ni cha kupumzika, ambayo ni sahihi kabisa. Ratiba zimewekwa hivyo, kusoma na kupumzika. Lakini nataka tutafakari pamoja kwa habari ya namna ambavyo unaweza ukautumia muda wako wa likizo vizuri zaidi kwa kufanya mambo ambayo yataupa thamani muda wako kama nilivyosema, lakini yatakutayarisha kwa kesho yako. Kwa sababu muda wa likizo inawezekana hauko katika structure ile ya ratiba kama ambavyo uko shuleni, mathalan kama uko shule ya bweni, lakini hata kama uko shule ya day, unakwenda nyumbani shuleni na unarudi, inategemeana sana na mazingira ambayo ratiba zako zipo. Lakini likizo ni muda ambao kuna namna fulani, muda unaweza kuonekana uko mwingi zaidi ya vile ambavyo umetegemea. Lakini nataka nikukumbushe kwamba wakati wa likizo ni ule muda ambao kwanza unaweza kufanyia sana kazi kipaji chako au karama yako ambayo unatamani kesho na kesho kutwa uiweke kwenye matendo, uweke skills fulani kwenye matendo. Ukweli ni kwamba unatakiwa kuifurahia sana likizo yako, unatakiwa kupumzika, unatakiwa kulala kadiri unavyoweza, unatakiwa kufanya shughuli nyingine za kijamii kadiri unavyoweza. Lakini nataka ukumbuke kwamba kadiri miaka inavyoenda ndivyo ambavyo unaweza ukatamani kuwa na vitu fulani katika namna ambayo ni tofauti zaidi na vitu vya kitaaluma ambavyo umejifunza shuleni. Si shule zote zinatufundisha kila kitu. Kuna vitu ambavyo shuleni tunajifunza na kuna vitu ambavyo hatuvipati shuleni. Lakini kuna vitu ambavyo tunavipata zaidi katika mazingira ya jamii iliyotuzunguka, tukiwa mtaani, tukiwa kwenye shughuli nyingine za kijamii ambazo pia hatuzipati shuleni, na kuna vitu ambavyo tunavipata nyumbani na mtaani, shuleni pia hatuvipati. Kwa hiyo unawezaje kutumia muda wako kwa faida? Ninatamani leo ni-share na wewe angalau mbinu mbili tu ambazo zinaweza zikakusaidia kupangilia muda wako tangu asubuhi mpaka jioni, au angalau wiki yako, lakini hasa siku, and then unaweza ukarejea jinsi gani ambavyo unaweza kufanya. Lakini kwa nini ufanye hivyo basi? Kama nilivyosema mwanzo kwamba hakuna muda maalum ambao unaweza kufanyia kazi karama yako au kipaji chako. Hakuna muda maalum. Inaweza ikawa ni muda wa shuleni ukiwa na ratiba za shule, au unaweza ukawa wakati wa likizo. Lakini pia hakuna muda maalum ambao unaweza kufanyia kazi maono yako. Hakuna muda maalum ambao unaweza kujifunza skills fulani. Labda unapenda kutamani kujua kuogelea, ushiriki michezo ya Olimpiki siku nyingine. Inawezekana unatamani kupiga vyombo fulani vya muziki na shule hakuna mafunzo kama hayo. Vipo vitu vingi ambavyo unaweza kujenga, labda mahusiano na familia ambayo yanaweza yakawa ni kitu endelevu ambacho unakihitaji. Kwa vitu vyote hivyo kivitafakari vinakufanya wewe uwe mtu ambaye ni kamili, hauko isolated, ni mtu ambaye unashirikiana na unatambulikana katika jamii. Jambo la kwanza, fikiria kwanza kujitathmini wewe ni nani, katika maana ya kwamba wewe kama binadamu umeumbwa au unakamilishwa katika hali yako ya maisha ya kiroho, lakini maisha yako katika maana ya kuijenga nafsi yako na mwili wako pia. Kwa maana hiyo unapofikiria kuhusu muda wako, tafakari, na mimi hii mbinu imenisaidia sana mara nyingi, fikiri kuhusu
mwili wako, nafsi yako na roho yako. Kila shughuli unayoipanga, ipange katika hayo maeneo makuu matatu, ya kwamba ndani ya siku yako moja lazima uweze kuhudumia mwili wako, lakini uwe na kitu kinachohudumia roho yako, uwe na kitu ambacho pia kinaijaza nafsi yako na vitu ambavyo vina manufaa kwa ajili yako na maendeleo yako wewe binafsi. Kwa hiyo ufanye nini wakati wa likizo ili uupe thamani muda wako? Kwanza elewa unaelekea wapi. Wewe ni nani na una maono gani? Lazima uwe na huo uelewa ili uweze kupanga kulingana na kile ambacho unataka kukikabili au kukiachieve mbele ya safari. Lakini la pili, kumbuka kwamba kila saa na kila siku inayopita kwenye maisha yako haitakuja kurudi tena. Muda ukiondoka hautarudi tena. Nguvu kadiri unavyokuwa zinavyopungua hazitarudi tena. Tunashauriwa na wataalamu wa afya kwamba ni vizuri binadamu akapumzika katika hali ikiwezekana ya kulala usingizi masaa yasiyopungua 8, lakini masaa 8 mengine ni yale masaa kwa ajili ya wewe kufanya kazi. Inawezekana ikawa ni masomoni, shuleni, ratiba nyingi huaga zinaangukia katika hayo masaa 8, 9. Masaa 8 mengine ni kwa ajili ya kitu gani? Au wewe umewahi kujiuliza huwa unayafanyia kitu gani? Nataka nikupe kidogo njia 2 ambazo mimi nimezitumia na watu wengine wamezitumia ambazo zinaweza kukusaidia. Njia ya kwanza ni njia ya kuweka shughuli fulani katika kila saa ndani ya siku yako. Inategemea unaamka saa ngapi. Kuanzia unapoamka mpaka unapolala kulingana na makadirio ya masaa ambavyo wewe umeyaweka, ukaweka activity. Kumbuka nilivyosema, muda ambao haujaufanyia kazi utapotea bure kirahisi sana. Lakini njia nyingine ya pili ni kwa ajili ya kufanya jambo ambalo lile unalithamini zaidi na ambalo unadhani hilo ni la muhimu zaidi kwako kuliko kubanwa na fikra za kusema kwamba ninakimbizana na muda fulani. Kama nilivyosema, unachoweza kukifanya pia ni kuhakikisha kila saa ndani ya siku yako kutegemeana na muda gani unaamka. So kwa mfano, nafanya tu assumption labda unaamka saa 12 asubuhi. Sawa kama unaamka saa 10, lakini hakikisha umeweka muda. Kwa hiyo labda mtu anaamka saa 12 asubuhi, cha kwanza atakachokifanya ni ibada au atafanya tafakari fulani kuhusiana na yeye na vitu ambavyo anapenda kuvifanya. Yamkini asubuhi saa 1 anaweza akafanya mazoezi, kitu ambacho kinalenga kujenga afya ya mwili wake. Labda muda mwingine anaweza tukasema anaweza akafanya shughuli za nyumbani au hata za jamii, hatuwezi kujua. Kuna mtaa wa kusafisha, kuna mitaro au kuna upandaji miti. You are connecting with your community ukiwa wakati wa likizo. Lakini labda asubuhi saa 3 unaweza ukasema huu muda mimi nataka kusoma kitabu. Na sasa hapa kwenye kusoma kitabu kinaweza kikawa ni kitabu ambacho labda umeamua wewe kinakujengea utu wako au something ambayo inajenga one of your being, let's say ni nafsi yako. Unasoma kitabu labda juu ya jinsi gani ya kuweza kusamehe mfano. Lakini tunaweza tukasema muda mwingine labda saa 3 mpaka saa 4 labda utakuwa maktaba, unasoma, unafanya labda discussion na wenzako. Labda hiyo inaweza ikaenda ukachukua hata masaa 2. Tunaweza tukasema labda mchana ni muda wa mapumziko. Na unaweza ukaangalia tena labda mchana wa saa 7, unataka kufanya nini? Unataka labda nafanya kozi fulani, labda tunaweza tukasema kwa habari ya skills zako. Labda unaenda kwenye darasa la kompyuta. Inaweza ikawa ni kompyuta au inaweza ikawa ni darasa labda la muziki kwa mfano. Lakini saa 8 mchana tu assume labda unaendelea na kitu hicho. Humo kuna muda pia wa kusafiri kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Kwa hiyo unaweza ukajaza masaa yote kadiri ambavyo wewe unaona inafaa. Kumbuka nimekwambia it's body, mind and your soul. Hivyo vitu lazima
Usiegemee upande mmoja labda tu muda wote ni wa kupumzika au muda wote uko kwenye kitu fulani. Haita complete wewe kama binadamu. Unaenda kwenye kwaya, unaenda kwenye kuogelea, unaenda kwenye mambo mengine na shughuli nyingine za kijamii. Kwa hiyo unaweza kujaribu hili zoezi na wewe ukaangalia kama unaamka saa 10, kama ni muamka saa 11, kama unaamka muda fulani ambao unaamini wewe unakuwa productive zaidi, basi make sure ili muda wako ujulikane umefanya nini tangu asubuhi mpaka muda unakwenda kulala. Ni vizuri ukajaza activities ambazo unakwenda kuzifanyia kazi. Lakini pia ni vizuri sana mwisho wa siku before you go to bed, fanya reflection. Leo nilifanikiwa wapi? Leo sikufanikiwa katika eneo gani? Mbinu ya pili ambayo unaweza ukaitumia ni ile ya kuwa na malengo makuu ambayo unataka uyafanyie kazi. Inaweza ikawa ndani ya siku moja, inaweza ikawa ndani labda ya wiki moja. Unasema siku hii ya leo natamani labda niandike certain number of pages kwenye kitabu ninachokiandika. Why not? Kwa hiyo unaweza ukasema badala ya kufungwa sana na muda, kwa sababu pia inaweza kukupa pressure kwamba nakimbizana kwa sababu saa 4 inafika. Kuna watu wengine ambao sio wazuri sana wa kusema kwamba masaa 2 yameisha, hichi kitu hakijakamilika, nikiache nifanye kitu kingine. Kwa hiyo unaweza kaamua ukajiwekea lengo kuu moja au ukajiwekea malengo makuu 2 ambayo unaamini tangu ninaamka mpaka nakwenda kulala nitakuwa nimeyakamilisha. Hiyo ni njia nyingine ambayo unaweza kufanya. Na kwa nini unaweza kuchagua njia hii? Mwisho wa siku unasema kwa mimi kufanya jambo fulani umepata satisfaction. Labda nimeenda kuona wagonjwa, labda leo nimeenda kumuona shangazi yangu ambaye sijamuona kwa miaka mingi, labda leo nimesoma kitabu fulani nikamaliza chapter nzima. Ni lengo unaloweza kuziwekea ukali achieve ndani ya masaa yale ambayo unakuwa umejiwekea. Kwa hiyo cha kwanza unaweza kaweka orodha ya mambo unayotaka kuachieve kwa upana wake, labda ndani ya wiki moja au hata ndani ya muda wa likizo uliobaki. Inawezekana hata wewe ni kidato cha 6 umemaliza, au uko likizo ya kidato cha 4, au uko likizo ambayo yamkini inakaribia kuisha ya mwezi mmoja, wiki 2. Kulingana na muda ulionao, chagua malengo makuu kadhaa ambao unaweza ukayafanyia kazi, na baada ya likizo yako utatathmini, je, nimeachieve au sijaachieve. Faida ya hii mbinu inakusaidia kuhesabu au niseme inakupa kupata ile satisfaction kwamba niliweka lengo fulani na nikalifanikisha hili lengo moja. Jake pamoja na John, nitaangalia majina yao hapa. Jake Knapp pamoja na John Zeratsky wameandika kitabu kinaitwa Make Time. Ni kizuri sana. Ninaweza nikakuwekea link hapo kwenye bio. Hicho kitabu kiko Amazon. Unaweza ukakinunua au siku moja nikipata ebook yake ninaweza nikashare. Wamefafanua vizuri sana namna ya focus kwenye kile kitu ambacho wewe unakithamini zaidi, kwa sababu hiyo ndio itakupa satisfaction. Kitu ambacho unakithamini zaidi, kwa mfano unaweza ukasema kama nilivyotoka kukufafanulia, nakupa tena tu sasa mfano uelewe zaidi. When you focus on what matters the most kwako wewe, inawezekana ukasema mimi ndani ya wiki 2 lengo langu kuu nimefikisha umri wa kuendesha gari, nataka nijifunze udereva. That is what matters the most kwako wewe. Kwa hiyo ukikamilisha hicho kitu utakuwa umeachieve kitu kikubwa sana. Na likizo jeo unasema mimi natamani nijifunze kupiga ala fulani za muziki na kadhalika, au niende kwenye kozi fulani, short course ambayo itanipa skills fulani, kama ambavyo nimesema skills fulani unaweza kuzihitaji huko baadaye. Labda nataka kuwa chef, nataka niende kwenye darasa la mapishi. Kwa kama hicho ndio kitu kina matter zaidi kwako wewe na ukakifanikiwa kukiachieve, basi hiyo utakuwa muda wako make sense, utakuwa muda wako umeupa thamani na wewe umejiongezea thamani vile vile. Ziko mbinu tofauti sana za time management, lakini nikasema kwa ualimu wangu nimewahi kushuhudia wanafunzi wengi ambao likizo inakuja, likizo inapita, ni kweli umepumzika, ni kweli kichwa chako kimerefresh, lakini una kitu gani ambacho unakihesabu ambacho kinaweza kikakufaa baadaye, kwa sababu
you at your best age ambayo unaweza kufanya vitu vingi, lakini inawezekana muda haukutoshi. Wakati wa likizo hakuna kengele, wakati wa likizo hakuna mwalimu wa zamu, hakuna sijui labda kiunga cha maua cha kumwagilia. How are you using your time kwa faida yako? Kwa hiyo kama umechelewa likizo hii, nafasi unayo. Plan for your September break, plan for your December break na kadhalika na kadhalika. Weka malengo yako na utafanikiwa kadiri ambavyo unatumia muda wako vizuri. Usisahau kulike, usisahau kusubscribe na usisahau kushare ili mtu mwingine apate ujumbe kama huu. Na kama una maoni, ushauri au ujumbe mwingine, karibu tuandikie kwenye comment section na sisi tutafurahi kukusikia. Asante sana.